Wachekeshaji wa Tanzania, yani wanaojihusisha na comedy, hasa kipindi hiki, ingawa kipindi chote ambacho dunia na nchi yetu ipo hivi ilivyo, ni mashetani, wana roho ya kishetani, na hata mnaoenda kuchekacheka huko, mna roho ya kishetani. Aidha mnajua kwamba mna roho ya kishetani mnaoenda kucheka na wachekeshaji wenyewe, naenda kuchekacheka huko na wachekeshaji wenyewe, ama mkujua. Na kama haukujua, nataka nikujulishe leo kwamba una roho ya kishetani, hasa wakati ambapo taifa letu liko kwenye kilio kikubwa ambacho Raheli analia asikubaliwe kufarijiwa na mtu. Hakuna kumfariji Raheli kwa sababu watoto wake hawako, wameuawa na Farao, wameuawa na Herode. Alafu unatokea lijitu unachekacheka. Lakini ngoja nikwambie, kabla ya kusomea maandiko hapa, mara nyingi kiumbe mchekeshaji, kokote ulikokulia, ulikuwa ni mtu ambaye jamii yako, familia yako ilijua utakuwa, hata ukizeeka utakuwa lizee fulani la ovyo, yaani utakuja kuishi maisha fulani ya taabu. Uchekeshaji ni ishara ya laana. Nakwambia mimi, kabla ya kuokoka, kwenye familia walikuwa nafahamu mimi ndiye mtu ambaye nina maneno ya burudani, yani vimisemo vya burudani. Lakini kwenye familia walikuwa wanajua tu, kwa sababu mpaka uwe na vimisemo vya burudani, mara nyingi lazima ujichanganye na makundi fulani ya hovyo yanayokupandikiza akili fulani za hovyo. Kwa kwenye familia walikuwa nafahamu tu kabisa kwamba ila katika wanaume mimi niliondolewa. Sisi wengine wanaume tulikuja kuukuta baada ya kuokoka, na kuokoka kukabatilisha namna zote ambazo ni ushetani, kwa kujua au kwa kutokujua. Sasa naomba nisome maandiko uweze kuelewa maandiko yanasemaje katika Mhubiri sura ya 7 mstari wa 4 hadi wa 6. Anasema, moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. 5, sema heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko kusikia wimbo wa wapumbavu. Kabla sijasoma 6 hapo, naomba uelewe, moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Mpumbavu umo nyumbani mwa watu watakaoenda kuchekacheka, kwenda kuchekesha watu au kwenda kucheka yeye. Moyo wake mpumbavu, hasa kwenye kipindi chenye maumivu, chenye kilio kama hiki. Moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Nitaenda kujulisha watu wote ambao wamewahi kuwa na ukombozi. Hebu angalia hata mwanajeshi, askari aliyeiva kabisa, huwezi kaona na cheka. Anaangalia kazi na vitu ambavyo haviko sawa kwenye jamii. Angalia mtu yote aliye serious, aidha na masomo au na maisha, wakati wote kitakachomwinua atajitenga na makundi yenye mizaha ya kuchekacheka. Lazima jitenge na makundi ya aina hiyo. Kwa nini? Kuchekacheka ni ishara ya laana, ni ishara ya huna akili, mpumbavu. Sasa sikia, heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu, vichekesho vya wapumbavu, maneno ya wapumbavu. 7:6, maana kama mlio wa miiba chini ya sufuria, ndivyo kilivyo kicheko cha mpumbavu, hayo nayo ni ubatili. Pumbavu ni kama miiba inavyoungua chini ya sufuria. Mpumbavu. Sasa hebu nikusomee baadhi ya maandiko hapa, lakini pia nikuonyeshe hata akina Yesu alipokuwepo duniani. Nadhani kuna watu ambao wanasema hapana, imeandikwa furahini katika Bwana, tena nasema furahini. Kwani furahini katika Bwana ina maana chekeni? Kufurahi ni kucheka. Furaha ni kitu cha moyoni, ni kitu ambacho mtu anaweza akawa analia huko amefurahi. Mara nyingi kucheka ni shangwe. Kucheka ni kitu cha watu fulani wasiona uelekeo, ndio mara nyingi uchekacheka. Furahini katika Bwana, maana yake furahini, oneni, jisikieni vizuri kwa sababu mmelitenda lile ambalo linampendeza Mungu, au lile ambalo Bwana naye alilitenda.
Ndio tafsiri ya hiyo furahini. Otherwise, Yesu ni njia, Yesu ni mfano au ni mwanzo wa vile watu wanapaswa kuwa. Je, yeye aliye mfano alichekacheka? Yeye aliyekuwa mfano alichekacheka? Kabla ya kusomea maisha ya Yesu mwenyewe alivyoishi, hebu nikusomee kile ambacho Sulemani alikuja kukigundua na kukiandika baadaye. Katika Mhubiri 3 mstari wa 1 na 4, anasema kwa kuwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Mstari wa 4, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Kipindi hiki kwenye nchi yetu ni kipindi gani? Ukiwa serious kabisa, ukiwa unaishi kabisa na akili timamu kabisa, utafahamu nchi yetu kwa miaka yote ambayo wewe umeishi haikuwa na sababu ya wewe kucheka, kwa sababu amani inategemea pia hali ya mtu mwingine. Watu wetu wana namna nyingi za kuugua na kufa, na mimi nishakwambia hizo namna usizani ni Mungu anatupiga, ni mifumo ya tawala zetu. Aidha inakuwa na makubaliano fulani na wauza madawa, ama inaweka masilahi binafsi fulani yanayopelekea kuwepo kwa madawa feki, kuwepo kwa vipuri feki, barabara zenye mashimo, maisha magumu ambayo watu wanalazima kuendesha magari wakati akili zimechoka, baadaye miajali na vitu kadha wa kadha. Hivyo sio vifo Mungu anaviweka. Watu wakati wanalia kwa magonjwa, kwa vifo vya hapa na pale, sasa vimekuja vifo vya kuteka watu, kuua watu, kutesa watu. Vyote hivyo usiseme ni Mungu anaviweka, ni watu wanaviweka. Nimesha kusomea maandiko mara kadhaa kwamba ni waovu wanaopanga vifo vya watu wenye haki au watu wema, sio Mungu anawachukua watu wema. Nasikize nilipokuwa namzungumzia pilipili pale. Katika Warumi 12 mstari 15, sema furahini pamoja na wanaofurahi, lakini lieni pamoja na wanaolia. Sikatai kucheka, unaweza ukacheka. Lakini wakati gani? Nchi yetu wakati huu ina sababu zipi za kucheka? Mimi nakuona tu ni mtu fulani, ni watu fulani ambao yani hujiburudishi kwa kucheka, utafuti ufumbuzi, urefresh ufahamu wako kwa kucheka. Ufahamu utajirefresh ukiwa location unafanya kitu ambacho unaona kingeleta ukombozi. Utakapokuwa unashindwa kukifanya kitu hicho, kinashindwa kufanikiwa kitu hicho, humo ndimo katika kutafuta maarifa ya nini sasa kifanyike, ndimo utakamojirefresh, mtu ambaye akili kwa sawasawa na hasa baada ya kufanikisha kwa kiwango fulani. Tumsome Yesu ambaye ndiye mwanzo ama ramani ya tupaswavyo kuishi. Gwiji mwenye nguvu zote, soma maisha yake. We kunguni wewe, unawezaje kuishi maisha hayo mengine ya kuchekacheka unasema hayajanikuta au ndo njia ya kuyafuta? Tatizo likikukuta usitafute kulifuta, tafuta kujua kwa nini likuta, ili isikukute lingine au lisiwakute wengine. Lakini sio utafute kulifuta lipotee kichwani mwako. Katika Isaya 53 mstari wa 2 mpaka wa 4, anasema maana alikuwa mbele zake kama mche mororo na kama mzizi katika nchi kavu. Yeye hana umbo wala uzuri, tumwonapo hana uzuri hata tumtamani. 3, alidharauliwa na kukataliwa na watu, alikuwa mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Huyo ndo alichora sasa mchoro wa cha Mungu, wa Kristo. Watu wa Mungu wataishije na iwe ndio ramani ya kwamba ni wacha Mungu. Mimi mara nyingi naona comment fulani nikicheka, sio nikicheka. Yaani kuna wakati unacheka ili mtu akuelewe, ili umvute mtu akuelewe. Nikicheka kuna wakati unasema mchungaji, tumeshangaa leo tumekuona umechekapo. Kucheka naweza kucheka ili nitafute njia ya unielewe, lakini sio kucheka na sio kuendekeza kucheka ama kuniona always nitacheka. Na hata kunikuta kuna mahali nimeenda, kuna mahali unaweza kuona namsikiliza hata wewe mchekeshaji ukacheka,
Lakini baadaye ukajiuliza, hivi huyu ni mtu ambaye akili zake ziko sawasawa kweli? Kuna maneno uchekesha, unacheka, lakini unaangalia Shamawa ni moja ya vijana wa hovyo wasio na mchango wa maana katika jamii. Sijui sasa, kwa sababu sasa Biblia mkiona imekazia eneo fulani uliopotoka, mnaionaga inasomwa kimwili. Nataka Biblia katika maeneo inayokuunga mkono katika kila upumbavu unaofanya na kukwambia Mungu yuko mbele, anaenda kufanikisha jambo moja mbili tatu. Katika mstari wa 3 anasema, na kama mtu ambaye watu mficha nyuso zao alidharauliwa, wala hatukumhesabu kwa kitu. Anasema hakika ameyachukua masikitiko yetu. Mstari wa 4, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Sasa kuna ambao wanaosema alifanyika maskini tuwe matajiri, alipigwa, alichukua huzuni zetu sisi tuwe na furaha. Alikwambia kama yeye, katika Yohana wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16, anasema kama yeye alivyotoa uhai wake kwa ajili yetu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu. Kama yeye alijifanya maskini, yeye alikuwa mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko, ili atoe huzuni ndani yetu. Sisi tutakapotoka kwenye huzuni na masikitiko tuliokuwa nayo, tutatakiwa na sisi kuingia kwenye huzuni na masikitiko ili tuwatoe watu wengine walio kwenye masikitiko hayo. Naamini umenielewa. Inawezekana una roho ya kishetani bila kujijua kwamba una roho ya kishetani. Pengine kwa maneno haya dhaifu machache utajua wakati na matumizi yake na wakati tulionao, hata wakati wote utakaoishi. Utajua kwamba kuna sababu ya kucheka na kuonekana umefurahi ikiwa jamii yako na watu wako ambao Mungu alikuleta duniani kwa ajili ya hao watakuwa katika namna yote ya huzuni, kilio na sintofahamu. Mwenye kuelewa, naamini utakuwa umeelewa. Mwenye kutaka kuelewa, asante kwa kunisikiliza.